asili ya dunia kwako, ulijua ya kwamba siku hii itakuwepo na yeye atakuwa hapa na sisi tutakuwa hapa, wale wote ndio tukusudia. Mungu, tunakuinua, tunakutukuza na kukushukuru. Sasa tunamweka mikononi mwako. Naomba Roho Mtakatifu mtumie kuyanena yote uliyokusudia. Mpake mafuta yako mabichi Bwana. Fungua kila moyo upate kusikia kwa masikio ya ndani. Lakini pia Bwana tukusihi uyafungue macho yetu tupate kuona na kutazama kile unachotaka tuone katika majira haya. Tunakuinua, tunakutukuza. Damu ya Yesu mfunike. Ninafunika mkutano wote huu kwa damu ya Yesu. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Baba, hakuna silaha itakayofanikiwa wala hakuna usumbufu wa aina yote ule mwovu. Maana ninafunga milango yote kwa jina la Yesu na njia zote adui anazotumia. Nami nateka kila fikra kwa mamlaka ya jina la Yesu ipate kumtii Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu tunajiweka mikononi mwako, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Naomba karibu mchungaji. Tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo tena ambayo Mungu ameamua tuweze kusikia maneno yake. Ni kwamba hatutaweza kumaliza mada zote, lakini kwa kadri Mungu anavyotujalia tutakuwa tunazifundisha. Wale ambao mmebahatika kuwa na mabando kwenye simu zenu, zitakuwa zinaendelea kupitia Mahubiri TV kwa wakati ule ambao Mungu atakubali tuweze kufanya hivyo. Lakini pia kwa sababu tumekuwa na urafiki na kanisa hili hapa la Baptist, mara kwa mara panapotokea kuna flash zimetoka za semina mpya, zitakuwa zinatuma moja kwa moja hapa, mtakuwa mnazipata hapa hapa. Haleluya. Na pia na vitabu tutakuwa tunashare kila tukipata material mapya, tunaambizana jamani kuna hiki, tunatuma hapa ili watu waweze kula neno. Leo natamani kuongelea habari ya dini moja ya dunia ambayo kwa baadhi ya watu wanaiona kama ni story za kutungwa. Wanaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, na kuna sababu za kuona kwamba haiwezekani. Lakini niliwaambia kwamba wakati watu wanasoma vitabu kuhusiana na kuanguka kwa Usovieti, watu walikuwa hawaamini kwamba Usovieti unaweza ukaanguka. Lakini waliosoma vitabu hivyo wakati huo wakisimulia akaambiwa hizo ni story. Kuna kitabu kimoja ambacho nilitamani kama tungekipata ningekiacha kwa ajili ya wachungaji hapa, lakini bado arrange na marafiki zangu hapa tuone kama wainjilisti wetu watakuwa nacho ili tuwapatie wale wafundishaji kidogo na nakala zake. Kinaitwa Ufunuo wa Mambo Yajayo. Kimeandikwa na mtu anaitwa Winland. Kile kitabu ni cha muda mrefu sana, na ndani yake ndipo hayo mambo alikuwa yanaonekana. Kwa hiyo wakati huo inasomwa, baadhi ya watu waliona kama vile haiwezekani, lakini Soviet Union ilipoanguka ndipo baadhi ya watu wakasema sasa kile kitabu kumbe ni cha kweli. Hata ya tunayoyasema yanatokea wakati wetu na tunayaona. Dini moja ya dunia. Kati ya maswali ambayo watu wanajiuliza ni haya: tunaamini vitu tofauti, itawezekanaje wote kuwa kitu kimoja? Na mimi huwa nawauliza, wachawi wa Tanga, wa Kilimanjaro, wa Tabora, inakuwaje wanaunganika kwenye shughuli zao na hata lugha hazipelekani, lakini wakishaingia kwenye anga yao wanafahamiana? Ndipo utaelewa kwamba haya ni mambo ya rohoni, na sasa hivi yanaonekana kama ni upuzi na ujinga, lakini baadaye yataeleweka katika uhalisia wake. Ukweli ni kwamba tumeambiwa kwamba tuyaonapo haya changamkeni. Alafu anasema viinueni vichwa vyenu wapi? Juu. Maana ukombozi wenu umekaribia. Hii ni dalili ya kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 fungu la 12, niukumbushie kidogo juu ya ule unabii ambao tuliuona pale. Alikuwa na mamlaka kamili. Mnamkumbuka yule mnyama wa pili ambaye tuliona ni Amerika. Alikuwa na mamlaka kamili kwa yule mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza mnakumbuka kwamba ni Roma ya Kikristo. Mnakumbuka vizuri
Yule mwingine ilikuwa ni Roma ya kipagani, lakini huyu mwingine tunaonekana ni Roma ya Kikristo. Kwa hiyo anaipatia nguvu Amerika. Anasema alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza, na akautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama, akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Yaani dunia yote italazimishwa kupiga magoti kwa Rumi ya Kikristo. Dunia yote, unabii ulitabiri mapema kabisa ya kwamba dunia yote itakubali uongozi wa dini wa askofu wa Rumi bila mjadala. Yaani sio swala la kubahatisha, Biblia ilishatabiri tayari. Na nashukuru Mungu, kuna baadhi ya watu wa Mungu ambao wameshaona unabii huu katika maono hata bila kusoma Ufunuo, kwamba unakuja hivi karibuni. Sasa huyu mnyama wa pili ambaye tumeona ni Amerika, anapewa nguvu na mnyama wa kwanza. Kwa hiyo anakuwa na nguvu za kidini pia, anakuwa na nguvu za kiserikali pia. Tukaona kwamba linaibuka taifa lenye nguvu, super power, ambayo ina nguvu sana. Na tumeona kicho Biblia imesema ndicho ambacho Amerika imekitimiza. Mara ya kwanza inaanza kama mwana kondoo, inaonekana ikiwa na sura ya Kikristo, inaonekana ikiwa vizuri, lakini mwisho anasema ananena kama joka, ananena kama shetani mwenyewe, na anasema wataungana kwa pamoja. Fungu la 13 Ufunuo 13 anasema, basi huyo mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Weka nukta hapo kidogo, usikilize vizuri maana ya andiko hili. Anasema hii nguvu ambayo itakuwa chini ya utawala wa Marekani na umoja wa makanisa, ambao utaona hapo baadaye, makanisa ya Kikristo yatakuwa na umoja wake. Katika vitu ambavyo watafanya, anasema watashusha moto kutoka mbinguni. Ukisikia hii ni fumbo, usije ukachukulia kwamba ni moto halisi. Ni fumbo ambalo liko ndani yake. Lina maana gani? Maana yake ni kwamba hapa amenukuu wakati Eliya alipokuwa anabishana na manabii wa Baali. Mgogoro ulikuwa ni huu. Manabii wa Baali wanasema Baali ndiye Mungu, Eliya anasema Yawe ndiye Mungu. Kwa wanakinzana. Ndipo Eliya akawaambia manabii wa Baali, tusibishane, twendeni katika mlima Karmel. Mungu atakayejibu kwa moto ndiye nani? Ndiye Mungu. Mnakumbuka ile zoezi lilivyokuwa. Jambo la kwanza anasema anzeni nyie kwanza. Wakaleta ng'ombe wao wa kafara, wakatengeneza na madhabahu zao, wakaanza kuomba. Na masharti ilikuwa ni kwamba usiweke moto wowote, ushuke moto wa miujiza. Wakaomba mpaka jua linakaribia kuzama, hakuna chochote. Ndipo Eliya akasema, jengeni madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana ikajengwa. Ilipojengwa, ili wasije wakasingizia kwamba labda ameweka baruti na moto fulani, akasema mwageni maji. Wakamwaga maji, akaweka ile kafara pale, akamomba Mungu. Mungu anayejibu kwa moto. Moto ukashuka ukailamba ile sadaka yote. Watu wakajua Yahwe ndiye Mungu. Haleluya. Na manabii wa Baali wakapanga foleni, wakaanza kuchinjwa na Eliya mmoja mmoja. Japo bahati mbaya ambayo inawapata Wakristo walio wengi, alipochinja akamaliza na mvua ikanyesha, mjumbe akamletea habari mbaya, akamwambia Yezebeli anasema ulivyowatendea na wewe kesho majira kama haya. Jamaa akasahau miujiza ya Mungu speed. Na ukimwona Eliya anavyoongea na Mungu, anaongea na Mungu kama babu yake. Eti anamwambia Mungu, kwani mimi ni bora kuliko babu zangu? Bora nife. Sasa kwa nini inanukuliwa kwenye Ufunuo? Iko hivi. Panatokea ushindani mkubwa kati ya makundi mawili. Kati ya kundi ambalo wanamwabudu Mungu na kundi ambalo wanamfuata mpinga Kristo. Upinzani utakuwa ni mkubwa. Mwisho atafikia kiwango cha kusema tuonyeshane ni Mungu yupi mwenye nguvu. Ndio maana nikawaandaa mapema, nikawaambia kama imani yako imejengwa kwa miujiza, siku asipotenda utamkana. Ila anabaki kuwa Mungu, atende asitende, ana hekima kuliko wewe. Akuponye asikuponye, atabaki kuwa nani? Kuwa Mungu.
abariki shamba lako asilibariki, usipigie magoti Baali. Haleluya. Na zoezi gumu ambalo liko hapo, kumbukeni tumesoma wote pamoja hapa, anasema ishara ambazo atazifanya kwenye Mathayo 24, anasema atawadanganya ikiwezekana mpaka nani? Wateule. Ni kwa nini? Ni kwa sababu saa kama hii ikifika mwisho, jamaa anawaambia huyu mpinga Kristo, sema mimi ndiye Mungu mwenyewe. Watu wanasema hapana, wewe sio Mungu. Anasema nifanye ishara gani nilivyo kama mimi ni Mungu? Anasema shusha moto. Atasema moto ushuke, na moto. Sasa wewe pastor ambao ulisimama ukaambia watu wako huyu ni mpinga Kristo na ameshusha moto, watu wanakuacha umesimama peke yako, wanakwambia tutamwabudu huyu. Ndio maana huko anasema atawapoteza ikiwezekana hata nani? Mlimsikia yule mwanadada wa kule Mwanza aliyeibuka na kujiita Mungu? Si kuna watu walio kwake pale akaombea wakapona? Tena wengine anatoa ushuhuda kabisa pale, unaona kabla na wakati ule, nasema na anatamba kabisa, sema nani? Yesu ndio amekuponya wewe. Aliyekuponya ni Zumaridi. Ndio sababu nahitaji watu wasimamie Biblia, sio matukio. Haleluya, haleluya. Ukipata muda nunua kitabu kimoja kinaitwa Pambano Kuu au Tumaini Kuu. Ndani yake anasema wakati kama huu shetani ataleta magonjwa, alafu atafanya nini? Atayaondoa. Kwa hiyo huyo mpinga Kristo na jeshi lake lote, kundi zima, watafanya ishara hadi kushusha moto. Sasa ndio maana nikamwambia ndugu zangu, mhubiri yeyote, awe nabii, awe anaongea vizuri kiasi gani, awe anafanya miujiza kiasi gani, kipimo ni Biblia. Akienda tofauti na Biblia, tunamwambia hapana, roho inayokuongoza sio hii. Neno la Mungu anasema basi huyu mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Fungu la 14, aliwapotosha wakazi wa dunia. Unasikia vizuri hiyo neno? Mimi natumia Kiswahili cha kisasa. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akaishi tena. Yule mnyama wa kwanza tumemjua kabisa ni Rumi ya Kikristo, tuko sawa sawa. Mnyama wa pili ni Marekani, alafu kuna kitu cha tatu kimeibuka, sanamu. Kwa anasema huyo ambaye ni Marekani anawapotosha wakazi wa dunia yote ili watengeneze sanamu kwa ajili ya Roma. Hii sanamu inatengenezwaje? Neno sanamu hapa hata leo jamani, kuna story tunazikuta mitandaoni, mtu anaweza akaongea pointi, unasikia ajengewe sanamu huyu. Yaani kumbukumbu iwekwe kwa heshima yake. Neno la Kiingereza ni image, picha ya kinachofanana. Ndicho ambacho kinafuata hapo sasa. Kwa hiyo nenda kwa makini sana. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akaishi. Biblia moja inaitwa New King James Version, ndio ambayo nataka kuisoma usikie inavyosema hapa. Anasema, and he deceives those who dwell on the earth by those signs which he has granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image. Nataka uone tofauti ya Kiswahili. Kule amesema sanamu, lakini anasema to make an image. Kwa hiyo ni zaidi ya sura tu ya kawaida, lakini ni picha. Kwa hiyo kuna kitu kitatengenezwa kinachofanana sana na utawala wa kanisa la Kirumi. Ni kitu gani? Tutakiona hapo baadaye. Tukumbuke kidogo, Roma ya Kikristo ni mnyama wa kwanza, mnakumbuka hiyo? Sanamu yake ni kitu gani? Ni umoja wa dini au umoja wa makanisa. Kwa hiyo wanajaribu kuunganishwa Wakristo wote, Wabudha, Wahindu, Wayahudi, wote wanaunganishwa. Lakini mwisho wakiunganishwa pamoja, watasema nani awe kiongozi wetu? Watamchagua yule mzee mmoja.
Nasema huyu ndiye anaweza kuwa kiongozi wetu. Na mimi nasema nimewaonya mbele, ili yakitukia msije mkasema hatukuambiwa. Na nasikitika kwa sababu huko tunakoenda, hata usajili wa tunasema tunasajili makanisa, ipitie sheria maalum, kwa sababu moja ya vyombo vitakavyoonekana kuvunja amani ni makanisa. Kwa mwisho atasema hao watu waangaliwe mara mbili. Ninanukuu gazeti linaitwa ni katika mtandao unaitwa Catholic Culture, au tamaduni ya Kikatoliki, sio la kwetu, ni lenyewe, na linukuu. Naamini mnaliona hapo angalau kidogo naongea na watu au na binadamu. Mnaliona hapo kidogo Haya, nasoma kwa lugha ya mkoloni. One of the long standing goals of the Masonic New World Order seems finally within grasp. It's one world church in the making for over 150 years. Is about to become institutionalized as the United Religion Organization, the UR. Collaborating on the details are Bishop William Swing, the Episcopal Diocese of California, the Communist Gorbachev Foundation, mnakumbuka Gorbachev nilimsema sana, and certain leaders of Catholic Church, working through the interreligious organization known as World Conference on Religion and Peace. Anasema katika malengo makubwa ya wajenzi huru hao Mason, ambayo yanatimia kwa haraka katika mpango mpya wa ulimwengu, anasema sasa umefika ni kuwa na kanisa moja la ulimwengu ambao limehangaikiwa karibia miaka 150, kuwa na mfumo mmoja wa kanisa la Kikristo. Anasema umeendelea kufanywa kazi na maaskofu wa diocese, kwa mfano kule California, anasema na kanisa Katoliki na ile ambayo tunaita Gorbachev Foundation. Ni foundation ya Gorbachev, ambapo niwaambia Gorbachev alitengenezwa kuangusha Soviet Union. Kwa wote wanaungana pamoja ili kutengeneza mfumo mmoja wa kidini. Na nukuu, plans for the formation of the UR. UR, ukisikia tu neno UR ni United Religion kwa kifupi. Plans for the formation of the UR were first revealed by Bishop Swing at the Psychiatric service held to commemorate the 15th anniversary of the signing of the United Nations Charter. Attending the service in San Francisco on June 25th, 1995, were representatives of all religious as well as political and spiritual luminaries like Princess Margaret of Britain, Anglican Archbishop Desmond Tutu of South Africa, then President Lech Walesa of Poland, and UN Secretary General Boutros Ghali. Anasema mpango wa kutengeneza hii dini moja ya dunia kwa mara ya kwanza ulifunuliwa na Bishop Swing, Askofu Swing, ambapo ilifanyika katika sherehe ya kukumbuka kusaini mkataba wa Umoja wa Mataifa. Anasema ilihudhuriwa na ulifanyika katika Episcopal ya wanaita Grace Episcopal Juni 25 mwaka 95. Kulikuwepo na uwakilishi wa viongozi wa kidini pamoja na wa kisiasa, akiwemo mwana wa Malkia binti wa Malkia Margaret na askofu mkuu wa kanisa la Anglikana wa Afrika Kusini Desmond Tutu, si mnamkumbuka walikuwemo wote hao. Alafu anasema na rais wa Poland, lakini kwa wakati huo alihudhuria katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye alikuwa ni Boutros Ghali. Kwa umeona inahusianisha viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa na viongozi wa kijamii kwa ujumla wake, wote walihudhuria katika mkakati huo. Sababu ya kwanza ambao wanaitoa ya kwamba ndio sababu ya kutengeneza dini moja duniani nini? Wanasema hii itasaidia kuleta amani. Ugaidi unavyouona kwa wingi wake ni kero ya dunia. Vita ni kero. Vita vya kidini ni kero.
wanasema ili kuwatawala watu tuwe na dini hii moja. Sasa watu wanaposema united religion, nimekuja kugundua pia watu hawaelewi tunaposema dini tunamaanisha nini. Hebu stop kidogo hapa waweze kuelewa. Mfano, Ukristo ni dini, ila Baptisti ni dhehebu. Mpaka umeanza kuelewa sasa tofauti yake. Ukisikia dini ya Kikristo inajumuisha wote wanaomkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini ukitoka hapo utakuja madhehebu yamegawana. Lakini yote dini inaitwa nini? Ukristo. Kwa hiyo usije ukajiuliza itakuwa kwaje? Ina maana ya kwamba dini itakuwa ni moja, lakini kuna baadhi ya vitu vitakuwa tofauti kidogo kulingana na mazingira na maeneo. Lakini dini itakuwa ni moja na kiongozi atakuwa ni mmoja. Na inafanywa kazi na watu wakubwa kama hawa wa Umoja wa Mataifa. Naendelea. Cardinal Ratzinger warning. Ratzinger ndio yule ambaye aliwahi kuwa papa, akaitwa jina lake nani? Benedicto wangapi? Hiyo. Huyu sasa hivi jina lake la kwanza sio anaitwa nani huyu? Jina lake salianikaa vizuri huyu wa sasa hivi. Francis nani? Si Francis, Pope Francis, uko sahihi. Sasa Ratzinger ni yule wa kwanza aliyejiuzulu. Ndio maana nikawaambieni, mmewahi kusikia ni kesi, sijui kama kwenye historia ipo, aliyejiuzulu. Ni kitu ambacho watu wengi walijiuliza, lakini yule bwana ubongo wake ulikuwa unakinzana na mfumo. Habari ya kwako. Nikwambie, huwezi kupingana na taasisi au mfumo hata siku moja. Usije ukajichanganya ukajaribu kushindana na taasisi. Yaani ukishindana na taasisi inakushinda wewe. Kwa ni bora withdraw, uchomoke wewe mwenyewe. Lakini usije ukajaribu kupingana na taasisi. Nendeni mkaangalie katika mifumo yote. Watu wenye akili wanaweza wakaelewa hili. Mifumo yote nendeni mkaiangalie. Kwa mfano hapa kanisani kwenu hapa, akatokea muumini mmoja anapinga baraza la kanisa. Huyu nani anayeondoka? Ni muumini au ni baraza? Ndivyo ilivyo. Nenda kaangalie kwenye siasa, ni hivyo hivyo. Yaani ukianza kupingana na muhimili ile taasisi yako, chama chako cha kisiasa, utoboi. Huyu bwana hapa, yeye akapingana na mfumo wake. Alipoanza kuona mkakati wa dini hii moja, wakati huo alikuwa ni kardinali, hajawa papa bado. Akatoa onyo lifuatalo. Ninamnukuu. Ngoja ninukuu ile gazeti ambalo ni Catholic Culture. In any case, the mission of the church is not to bring peace to the world, but to obtain the eternal salvation of all men. Anawaonya, anawaambia kwa namna yoyote. Ni Ratzinger huyo. Utume wa kanisa sio kuleta amani kwa dunia, bali ni kuleta wokovu wa milele kwa watu wote. Amekosea? Ndio nikamwambia msije mkahukumu watu kwa haraka. Kwa sababu mtu akisikia mfumo wa Roma ya Katoliki ndio yule mnyama, kwa hiyo ukiona yeyote unamchukulia tu kwamba ni mbaya. Ile ni roho, sio mtu. Tuko sawa? Huyu bwana akawaonya mapema, akasema, mbona mnahama katika utume wa kanisa? Sisi tumeitwa kuleta amani duniani au tumeitwa kuleta wokovu? Akawaonya kabisa. Anasema, by teaching the gospel and baptizing them into the faith, kwa kuhubiri injili na kuwabatiza katika imani. Anasema huo ndio utume wetu. Anaongeza kusema, in 1988 reported 30 days, Cardinal Ratzinger explained that Catholic participation in an interfaith council of peace is due to the very essence of the church impossible. Alikataa kabisa Wakatoliki kujiunga
na hii kamati ya kusema dini itumike kuleta amani ni kitu ambacho hakiwezekani. Alikataa mapema kabisa. Na usione kwamba ameishia hapo, ameongea maneno mazito sana huyu bwana ambao nimesoma nikashangaa. Anasema hivi. He said the church would not join a meeting which would bring together the world religions on the theme of peace, because the church is not in a position to obtain peace by force. Hey. Anasema kanisa Katoliki halitaunga na huu mkakati wa kuleta amani duniani kwa kuunganisha imani za watu na dini zao, kwa sababu kanisa haliungi mkono upatikanaji wa amani kwa lazima. Ndio utaelewa kwa nini ajiuzulu kabla ya wakati. Nataka niangalie ile ya haraka haraka. Kwa muda wako unaweza ukaisoma hiyo slide. Kwa wale ambao mtaangalia online, unaweza ukaitazama vizuri maneno yake, lakini moja ya vitu ambavyo amevielezea pale anasema ngoja niisome hii ya mwisho ambayo ni muhimu sana. Anasema, "Father, the effort to establish a worldwide reign of peace by means of a world union of religions." Anaongeza Ratzinger, anasema kitendo cha kutafuta amani ya dunia kwa kuunganisha dini zote, he noted, has a disturbing similarity to the third temptation of Jesus. Anasema ina mfanano unaosumbua sana na jaribu la Yesu la tatu aliojaribiwa na shetani. Mwangalie jirani yako, mwambie umeelewa au hujaelewa. Anawaonya. Ndio maana yule mzee wa watu nakwambia mimi kuna sana chukua picha yake na uangalia. Nasema Mungu anajua moyo wa mtu. Anawaonya na hiki kitu ni cha kishetani hiki. Kuna mahali mnaenda sio mpango wa Mungu. Na usishangaa, unajua iko hivi. Unapoingia kwenye mfumo wa uongozi, kwa mfano, ukiwa nje ya uongozi kuna vitu uvijui sana. Lakini ukifika leo fulani ya juu kuna vitu unavijua zaidi kuliko muumini wa kawaida. Unaendelea kupanda unajua tena zaidi. Huyu bwana anaongea hapa akiwa kardinali, ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa alipopanda cheo akajua vitu vyote vya ndani. Mwisho akasema siwezi kwenda kinyume na dhamiri. Naomba mniache mimi nimezeeka. Akakaa pembeni. Sasa hivi anaishi maisha ya sala. Ndivyo anavyosema. Yupo kwenye maisha ya sala akiwa katika uzee wake. Lakini aliwaonya mapema. Na akatoa mfano kabisa wa Mathayo 4:9. Akinukuu yeye mwenyewe anasema, "All the kingdom of the earth I will if you prostrating yourself will worship me." Ananukuu anasema, hicho unachokifanya ni ile jaribu la Yesu aliyoambiwa, nitakupatia utawala wote ufalme wa dunia kama ukifanya nini? Mmeona anaonya kwamba mnakwenda kumwabudu mpinga nani? Kristo. Kwa hiki ninachokisema hapa sio story za kutungwa, nimekupa ushahidi. Angalia, hizo ni tovuti ambazo zinaaminika za watu wakubwa, zote zinathibitisha hiki kitu ya kwamba kuna viongozi wa kanisa waliwahi kuona. Ratzinger mmoja wapo ambaye alikuwa ni Papa Benedicto mwenyewe aliona, akaonya, akasema mnakwenda kumpigia magoti nani? Shetani, ili muweze kupata ufalme wa dunia. Na huko ndiko tunakoenda. Nasonga mbele kidogo. Nafikiri hiyo itakuwa nimeirudia hiyo slide. Kuna pointi moja nzito sana Ratzinger alisema jamani. Baba wakimwachia kidogo atoke nje aongee, kuna siri nyingi atazifichua. Koja akaekae kule ndani. Angalia paragraph ya mwisho yeye article hapo. Paragraph ya mwisho, maneno ya Ratzinger. Anasema, "The cardinal reminded us that the Antichrist," umesikia akatukumbusha kwamba mpinga Kristo will present himself as a messenger of peace and security.
Askofu, umeisikia hiyo? Anasema mpinga Kristo mwenyewe, anaongea ni papa huyo, wakati ni kardinali, anawaambia mpinga Kristo mwenyewe atajileta kama mjumbe wa amani na usalama. Anawaonya watu. Nataka niwakumbushe Wasabato kidogo walioko hapa na nao nitazama. Roho ya unabii inasema Mungu anao watu katika kila kanisa. Shuhudia Ratzinger anachokisema. Unajua kama nisingelionyesha haya maneno, kila mtu akimuona Ratzinger asema mpinga Kristo huyo. Kumbe yeye mwenyewe anawaonya watu kwamba jamani, mpinga Kristo anakuja. Na alipoona mfumo wa dini moja akamwambia, hapa ndipo mnawapelekea watu katika mpinga Kristo. Mimi sielewi yule mzee wa watu itakuwaje, Mungu ndiye anayejua. Naendelea kidogo. Ili kujitetea mimi katika nukuu zangu, maana najua natazamwa na wasomi na maprofesa na watafiti, nikaamua kuweka hiyo article ya mwisho, hiyo slide ya mwisho ambayo inaonyesha kwamba hiki ninachokisema nimekitoa wapi. Sio kitu cha kutengenezwa. Nasema this item 166 digital provided courtesy of catholicculture.org. Hicho unachokiona hapo ndio nyumba inayotengenezwa ofisi kuu ya dini ya dunia. Kwa sasa wameita jina la Abrahamic Family House. Ndio hiyo hapo, angalau ukiona hayo majengo ndio ofisi ambazo zinatengenezwa. Na wakati nasoma makala kwa mara ya mwisho, ilikuwa inaonyesha kwamba walikuwa wanazindua ofisi mwaka huu wa 22 ndio mwaka ambao itakuwa ofisi zinduliwe na kazi zianze za awali. Sasa kabla sijaja kwenu, sikupata muda wa kutosha ili nitafiti kwamba hivyo ameshaifungua au huenda ni hapo baadaye, lakini makala zote zilikuwa zinaonyesha kwamba mwaka huu ndipo ingefunguliwa. Hapo na ndio viongozi akina Pope Francis pamoja na kiongozi wa dini ya Kiislamu na eneo siku walipo saini mkataba wa kuanzisha hiyo dini moja duniani. Na kumbuka wameanza mkakati baada ya huyu Ratzinger kuondoka ambaye alikuwa anaipinga, alipokuja huyu mwingine ndipo zoezi linaendelea mpaka sasa hivi. Na sio hivyo tu, lakini chini ya utawala huyu bwana kuna moja ambayo nilikuwa nilitamani niweze kuiweka, lakini bado natafuta copyright yake, maana inatoka kwenye redio ya Vatican yenyewe, ambapo wanathibitisha ya kwamba wameanzishwa mapadri au waendesha misa mashoga ili kuwasaidia mashoga. Na katika mahojiano hayo alipoulizwa huyu bwana Pope Francis alipoulizwa kwamba unaonaje hili jambo la kuanzisha misa maalum kwa ajili ya ndugu zetu, anasema waambie kupingwa kwao kanisani sio kanisa linawapinga, ila ni watu wanaowapinga, lakini kanisa linawapenda. Na bado waambie wanazo karama ambazo wanaweza kuzitoa kwa kanisa. Na nikisema hivi watu wanafikiri kwamba labda sisi tunachukia hao watu. Usije ukanukuu vibaya. Tunachukia vitendo, ila tunahitaji waokolewe. Kwa hiyo hata wao wanaponisikiliza sasa hivi, huenda kuna mtu ananisikiliza na hizo tabia na anatamani kufunguliwa. Usifikiri kwamba sisi tunachukia wewe, tunachukia tabia. Na tunaamini kabisa Yesu anaweza kukufungua ukawa na tabia nzuri. Na wako wengi wamefunguliwa. Wengi sana. Wengi wamefunguliwa na wanawasaidia wenzao pia. Lakini sio hiki ambacho kinasema ya kwamba mpaka waanzishiwe muendesha misa wa kwao. Ni kitengo maalum hiki kama cha wasioona au wasiosikia. Hapana. Sio kitu kama hicho. Kwa hiyo ni picha ambayo walikuwa wanafanya makubaliano, na hiyo ni picha nyingine ambapo viongozi mbalimbali walihudhuria katika vikao vyao. Najua kuna picha nyingi zimehaririwa mitandaoni na nyie mwenda mlishaziona za watu ambao wanahitaji tu kutikisa makanisa. Walichukua baadhi ya viongozi ambao hawakuwepo kwenye hizo picha, wakazihariri alafu wakachomeka vichwa vyao hapo ili ionekane kwamba na wenyewe walikuwepo. Mmenielewa eh? Lakini hii ndio picha halisi
ambayo inaonyesha waliokuwepo wakati huo. Unajua siku hizo watu wanaweza wakahariri picha, hata mimi mchungaji Mbaga ukakuta niko hapo nimesimama hapo mbele, alafu anawaonyesha, anambia hata Mbaga alikuwepo. Mwisho unasema kama na yeye alikuwepo tumekwisha. Kwa hiyo kuna picha nyingine ni official na kuna nyingine ni za kuhaririwa. Sasa nakwenda kwenye video. Hii video mtaniruhusu isikilizwe kwanza, alafu nitaihariri, nitaitafsiri ili kwa wale ambao wanajua lugha ya mkoloni waweze kuisikia. Ngoja tuone kama mtaisikia. Sijui kama bado microphone haijakaa vizuri. During the Pope's historic trip as the first pontiff to the UAE for the Human Fraternity meeting, a document on human fraternity was drafted, along with the Sunni Imam Al-Tayeb. The 5-page document is broken down in various parts, touching on some of the plagues of the current time and what unites humanity. While Islam and Catholicism present a different belief in God, as Allah or as Jesus Christ, the document mentions the importance of this belief, saying, the first and most important aim of religion is to believe in God, to honor Him, and to invite all men and women to believe that this universe depends on a God who governs it. Thus, it also declares that religions must never incite war, hateful attitudes, hostility, and extremism, nor must they incite violence or the shedding of blood. The document states that this violence exists from deviating from religious teachings and a manipulation to incite hatred, violence, extremism, and blind fanaticism. Nel nome di Dio Creatore dunque va senza esitazione condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del nome di Dio. Founded on the basis of the common belief in God, the document asks all religions to stop using God's name to justify murder, exile, terrorism, and oppression. The Pope has also spoken in the past about his beliefs of Islamic fundamentalism. He said it's not fair to identify Islam with violence. Credo che in quasi tutte le religioni c'è sempre un piccolo gruppetto fondamentalista. Noi ne abbiamo. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. This document states the urgency to stop supporting terrorist movements and attempts to justify these movements with the media. It calls these actions international crimes that threaten security and world peace. This document emphasizes the importance of the role of religions in the construction of world peace. Peace and harmony are virtues Pope Francis has spoken about since the beginning of his pontificate. It is my hope that interreligious and ecumenical cooperation will demonstrate that men and women do not have to forsake their identity, whether ethnic or religious, in order to live in harmony with their brothers or sisters. The declaration claims it's a sign of closeness between East and West, North and South, and between all who believe God has created them to understand one another and live as brothers and sisters. A new idea was also proposed: citizenship for everyone based on equal human dignity, rights, duties, and the need to be treated justly. Il Medio Oriente deve diventare terra di pace. Non può continuare ad essere terreno di scontro. La guerra, figlia del potere e della miseria, ceda il posto alla pace, figlia del diritto e della giustizia, e anche i nostri fratelli cristiani siano riconosciuti come cittadini a pieno titolo e con uguali diritti. Currently, citizenship is not granted to non-Muslims in the UAE, while there Sikiliza nikutengeneze tu summary fupi kwa haraka. Alichokuwa anaeleza ni hiyo document. Nafikiri umeona document ikisainiwa. Na
anajaribu kueleza huyo kwamba mkakati uliokuwa unaendelea au dokumenti kwa ujumla wake inawahamasisha watu wa dini zote kuwa kitu hiki na kuacha masuala ya itikadi kali na kuto kufadhili magaidi. Sinaona kama ina lugha nzuri hivi Inapendeza kabisa kabisa. Lakini kuna masuala ya kujiuliza. Wahindu wana zaidi ya miungu 3000. Wakristo wana Mungu huyu mmoja. Hao wote wanawachanganya sehemu moja. Na maelezo huyu mwandishi alipokuwa anasimulia hapo ni kwamba anasema kwamba ulikuwa ni mkakati tangu alipoingia madarakani huyu. Ndipo utaona muunganiko mkubwa kati ya mwenzake aliyeondoka na huyu. Kwamba yule alikuwa ni kizuizi, huyu alipoingia tu cha kwanza akaanza nacho. Yule alionya akasema ni njia mpinga Kristo, huyu anasema ni njia ya kuleta amani. Umeona kama wanapingana watu wangapi? Wawili tofauti wanapingana. Kwa document kwa ujumla wake ina vitu vingi vimewekwa ndani yake, amani, watu wasilumbane. Alafu nyingine ambayo imesemwa hapo ni kwamba hakuna kukosoana. Kila mmoja aachwe aende anafanya nini? Anavyoenda. Kwa hiyo wote wanaunganishwa kitu kimoja. Inaanza mdogo mdogo hivi. Hii ni habari tu ya kwanza. Huko tunakoenda itafikia kiwango cha kulazimishwa. Na tunakoenda iko hivi. Wote watakaokataa kujiunga nayo wataitwa magaidi. Mmenielewa? Ngoja niende slide ya pili kama sijakosea. Kuna video nyingine ambayo natamani tuweze kuipata. Yes, hii kabla haijacheza hii video. Wakati siku moja akiwa anazunguka duniani kwa ajili ya kupatanisha dini zote kukubali utawala wa dini moja, alienda kwa watu ambao wanaitwa Greek Orthodox, wa Orthodox wa Kigiriki. Alipofika kule alipokelewa na wakajadili mambo kadhaa. Lakini mtaona katika video moja kuna padri moja wa Ki-Orthodox, uzalendo ulimshinda. Wakati mzee ameshuka tu, watu wanampokea. Si upo katika wale wa heshima kumpokea pope, unanielewa Kwani wanampokea wote, si kuna viongozi wanampokea? Na yeye alikuwa mmoja hapo kati wale viongozi. Kumbe ana lake moyoni kwamba nipo kwenye lisi ya kumpokea. Ile akishuka nitamtangazia ukweli wake kwamba wewe ni mpotoshaji wa Injili. Na unajua alivyoshuka alipiga kelele, akamwita mpotoshaji, na akakamata yule padri wa Orthodox. Alikamatwa na askari akatendewa vibaya. Nilikuwa nasoma kwenye YouTube ile video, comment za watu huku chini. Ndipo utaelewa watu sio wale wa kuwadanganya tena. Nimekuta comments nyingi. Wengine wanamuita shujaa. Sijaona hata aliyemhurumia huyu aliyeitwa mpotoshaji. Ila wengi wasikia huyu ni shujaa. Mwingine ana comment anasema ameamua kutapika ukweli wala unaliu. Mwingine ana comment anasema wewe angalia askari walivyomkamata bila kujali hata ni kiongozi wa dini. Kwa wote wanamuunga mkono wakisema anaongea ukweli. Lakini bahati mbaya jamii haielewi. Hebu twende tuiangalie hii video kidogo wakati anapopokelewa. Haya, mmeona wenyewe alijua kinachoendelea, kwamba huku tunakopelekwa ni kuunganisha wote kuwa na dini hii moja. Ndio maana akapiga kelele kabisa kabisa. Anasema huyu ni mpotoshaji. Heretical
Ni heres, ni mtu anayefundisha mafundisho ya uongo. Asema huyu ni mpotoshaji, huyu ni mpotoshaji, ni mpotoshaji. Wenyewe mmeona jinsi alivyokamatwa hapa. Yaani hata hakuna heshima. Ni kama alivyomtendea mchungaji mmoja wa Canada ambaye alivunja sheria kule Canada, akawakusanya waumini wakati wamekatazwa wasikusanyike wakati ule wa corona. Yule bwana alikamatwa kinyama sana mno. Haya, tuangalie kikao kingine kimoja. Nimewa surprise. Mkiwa tayari naanza. Haya. Pope Francis was greeted at the door of the Orthodox Archbishopric in Athens by the Orthodox Archbishop of Athens and all Greece, Hieronymos II. The last time the leader of the Autocephalous Orthodox Church of Greece met with Pope Francis in the country was in 2016, when they and Ecumenical Patriarch Bartholomew visited the Moria refugee camp on the island of Lesbos. Archbishop Hieronymos II accompanied the Pope to the throne room for their meeting. E ha aiutato anche il buon tempo. Tanto a Cipro come anche ad Atene. Benvenuto. Grazie. Sono contento di rivederla e che la città che la propulsa xenofilempo, il lavoro di unità tra I fratelli. After a private meeting, the Orthodox Archbishop publicly acknowledged the Pope's efforts to address the migration crisis and climate change. He also affirmed his desire to strengthen ties between Orthodox and Catholic Christians. Then Archbishop Hieronymos II presented Pope Francis with an icon of St. Paul giving a sermon at the Areopagus in Athens. They exchanged a fraternal handshake. Then Pope Francis addressed to the Archbishop. He lamented the division between the Orthodox and Catholic churches, which he said is the result of worldly concerns and suspicion. Con vergogna lo riconosco, beatitudine per la Chiesa Cattolica, azioni e scelte che poco o niente hanno a che vedere con Gesù e con il Vangelo, improntate piuttosto a sete di guadagno, di potere, hanno fatto appassire la comunione. Così abbiamo lasciato che la fecondità fosse compromessa dalle divisioni. La storia ha il suo peso e oggi, qui, sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. Pope Francis also expressed his optimism that their common roots as Christians will continue to bear fruit. When he finished speaking, Pope Francis gave Archbishop Hieronymos II a copy of the Codex Pauli, a single volume published on the occasion of the bi-millennium of the birth of St. Paul. The Pope greeted the other representatives of the Greek Orthodox Church present. They were cordial moments of fraternity and a concrete example of the unity and communion of which both religious leaders spoke. Ya hapo katika hiyo ya kwanza nielezee kwa kifupi ni kwamba hapo walikutana kwa ajili ya kuendelea kujadili habari ya umoja, kuungana pamoja, migawanyiko iondoke na vitu kama hivyo. Na unaona ya kwamba hawa viongozi wa juu wengi wanajua kinachoendelea. Kwa hiyo wanachoweza kufanya, wanaweza wakahakikisha ya kwamba wanatengeneza watu wao, wanaingia kwenye kanisa, wanapanda mpaka wanashika cheo cha juu. Kwa hiyo wakija kuunganisha huko juu, nyie waumini huku mnafuata tu. Inatakiwa umakini wa hali ya juu sana. Ili kufanikisha yote haya, wanaweka kitu ambacho kinaitwa mpango mpya wa ulimwengu. Lazima na wenyewe uweze kufanikiwa. Lakini kumbuka nimekwambia hivi, mijadala yote imeshakamilika. Moja ya vitu ambavyo watavitumia kwa ajili ya kutawala watu katika ibada ni hii. Wanasema kwa kuwa watu wanahubiriwa vitu ambavyo vinawafanya wawe na itikadi kali,
inabidi uko baadaye tuhariri kile kinachosemwa. Kwa hiyo ile habari ya kusema unasimama unasema somo la leo linasema, uko upande upi, haitakiwi. Kwa hiyo kutakuwa na kitabu ambacho kina mahubiri ya ibada zote. Kwa hiyo mkija hapa nyie ni kusoma tu, unasoma kile kilichoandikwa, na wanakuambia sababu ni ili usije ukawaharibu watu nini, wakati wao ndio wanaharibu watu waki. Ngoja niwaambieni hii kidogo, kama Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa uzito wake. Unajua hata katika masuala ya kiibada, Mungu hajatuumba tufanane kwenye kila kitu. Yaani hata mimi nikipiga magoti kuomba sitaomba sawa na wewe. Nikisimama kuimba sitaimba sawa na wewe. Ndio maana unakuta hata praise team wakiimba hapa, wanaimba wote lakini kila mmoja anaguswa kwa staili tofauti. Sasa itafikia kiwango hata ukinyanyua mkono hivi kwamba umeguswa na wimbo, naambia wewe, haijaandikwa hiyo kwenye kitabu cha dokumenti yetu. Wote tunafanywa kuwa dini moja, ndio mkakati uliopo. Sasa ili waweze kufanikiwa katika hayo, wanatengeneza pia serikali moja ambayo niligusia. Niliona kwamba katika somo la leo ni blendi vyote vitoka kwenye sahani moja. Wanatengeneza mfumo wa kiserikali ambao watu wote kiserikali watakuwa chini ya utawala mmoja, na amri ikitoka imetoka. Mkiambiwa kwamba siku ya kwenda supermarket ni Jumatatu, hakuna mtu wa kugeuza, maana serikali ndio imesema hivi. Kwa hiyo wanasema lazima watengeneze kitu kinaitwa mpango mpya wa ulimwengu, na ulianza muda mrefu sana. Msikilize George W. Bush miaka ya 90 na kitu akielezea kuhusu mpango huo. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Anasema tunaelekea katika mpango mpya wa ulimwengu, na anasema na kweli tutafanikiwa, ambapo sheria, utawala wa sheria ndio utakaoongoza na sio sheria za kutoka maporini. Kwa hiyo kuna mambo yako ukisema unaambia ya kishamba hayo, achana nayo, ila kuna sheria zitawekwa. Na George Bush anasema ni kweli tutaweza. Mkiwa mmefuatilia vizuri masomo haya, jana wakati naongelea habari ya ujio wa Maitreya, yule Yesu feki, tuliona ile miaka aliyokuja 90 kitu. Ukiangalia vinapelekana, jamaa wanataka wasukume hivi vitu kwa pamoja, viende kwa pamoja, lakini vikafeli. Utaona baadaye jinsi Mungu anavyoingilia kati mipango yao, kwa sababu kuna watu ambao wanatakiwa waipokee injili kabla hawajavurugwa. Haleluya. Kwa hiyo wakapanga mikakati yao, ikafeli. Na huyu mzee aliposhindwa, walikuja wengine tena nao wakaleta mikakati ya kwao. Kwa hiyo haikuishia kwake tu, mkakati uliendelea tena, wakajipanga tena ili ikiwezekana watekeleze tena. Hebu angalia hiyo. For ourselves and for future generations, a new world order. The U.S. presidential motorcade arrives at the United Nations, passing the ever-present groups of demonstrators assembled on the other side of the road. Asseyez-vous, s'il vous plaît. A sense of anticipation in the General Assembly chamber, and a warm reception for Barack Obama as he walks to the podium, his wife seated among the heads of state and dignitaries. The time has come for the world to move in a new direction.
We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect, and our work must begin now. And the president outlined his vision of a new world order in which the US would participate fully, one rooted on 4 basic principles: non-proliferation and disarmament, the promotion of peace and security, the preservation of our planet, and a global economy that advances opportunity for all people. Among the speakers that followed the US president, the leader of... Alafu nitarudi kwenye hiyo video tena. Hapo Barack Obama anakuja na sera ile ile, na yeye anasema muda umefika tuweze kutengeneza, tunaingia katika mfumo mpya. Lakini mwandishi wa habari hapo akatafsiri vizuri, anasema huo mfumo mpya au eneo jipya, anasema ni mpango mpya wa ulimwengu. Kwa hiyo Bush aliposhindwa, akaja kina Clinton, video yake ndio nilikosa, sio ameitoa YouTube, sielewi. Lakini baadaye ndipo amekuja Barack Obama, naye anakanyagia pale pale. Nimepozi hapo kwa sababu nataka tukirudi sasa usikie chuma kingine kitasimama baada ya Barack Obama, ambacho hakiitwi hata jina rais, ila kinaitwa kiongozi wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi. Akawachana hapo hapo. Yule mzee alikuwa hasubiri, aliwachana hapo hapo aliposimama saa yake kuhutubu. Na wanasema ndio mara ya kwanza, kwa sababu anajua mikakati ya viongozi ambao walikuwa wanapinga jinsi wanavyouawa. Akafika hapo hapo. Mada ni nyingine, lakini Gaddafi likisimama linawaambia, nataka mniambie aliyemuua Kennedy ni nani? JF Kennedy. Na kwa nini huyo mtu alivyokamatwa na yeye tena akauawa tena kuficha ushahidi? Ni kwamba alikuwa anataka kuambia mnaendeleza mikakati yenu, na alikuwa anaongea hadharani ili kama kuna watu wenye akili waelewe. Rudi kwenye ile video umsikie Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi speaking at the UN for the first time after 40 years in power. And waiving the UN Charter, he called for an end to any permanent membership of the Security Council, arguing that small nations should have the same rights as the big. It was a speech that lasted well over an hour and covered subjects ranging from jet lag to political assassinations. And then the assassination or the killing of Kennedy in 63 or 62, the President of the United States of America. Why? We want to know who killed him. Somebody who by the name of Lee Harvey, and then another Jack Ruby killed Lee Harvey. Why did he kill him? Earlier, the UN Secretary General had opened proceedings, sticking to his allotted time, calling for international unity. If ever there were a time to act in a spirit of renewed multilateralism, a moment to create a United Nations of genuine collective action, it is now. Now is our time, a time to put the United back into the United Nations. United in purpose, united in action. And a reminder that this UN building is due to be closed for renovation. Baadhi ya viongozi walijua mchezo unaoendelea na wakasimama na kuongea hadharani. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Hugo Chavez wa Venezuela. Yule naye ni namba nyingine. Sijawahi kuona mtu, yani wewe yule na Gaddafi wanafanana kidogo. Siku moja Bush ametoka kuhutubia Umoja wa Mataifa. Yani amemaliza hotuba, ameshuka, anapanda Hugo Chavez, anapewa maiki kuongea. Nikajua ongea ngalata kupongeza, akaanza kuchapa hapo hapo. Na sentensi yake ya kwanza anasema, dakika chache zilizopita shetani alikuwa amesimama hapo. Huyu jamaa alikuwa naye ni wa aina nyingine. Kwa hiyo wako watu ambao walielewa kinachoendelea. Naomba twende tumuone Joe Biden.
Muone Joe Biden naye akiongelea kitu hicho hicho ambacho kinaendelea duniani. Wote wana mkakati ule ule. I think, you know, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard. I think, you know, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, I'm going to hush up, Mary, fire away. Pate na wenzetu kule wanaotufuatilia. Mzee naye anaelezea kitu hicho, anasema mamilioni ya watu wanakufa. Ndio maana niliwaambia watu wanapokufa wengi inakuwa ndio njia ya kwao nzuri ya kupenyeza mipango yao. Anasema watu wamekufa wengi sana. Na saa imefika. Tutengeneze mpango mpya wa ulimwengu. Ina maana watu wanapoendelea kubisha, vifo vinafanya nini? Ili mpaka waseme sasa tumekubali wenyewe. Al Jazeera. Sasa kabla hujaiplay Al Jazeera, naomba watu wanisikilize kidogo kabla ya kuplay Al Jazeera. Sisemi kwamba kuna chombo kizuri. Siku hizi na kuwa critical napoangalia, lakini kuna vyombo ambavyo huwa nikivitazama vya media najua kabisa wana mrengo gani, sihangaiki sana. Kwa mfano CNN sina mjadala nayo. Mara nyingi ukiangalia unajua inaelekea upande gani. Television ambayo naweza nikakaa nikasema naangalia ni Al Jazeera. Naweza nikakaa nikaangalia kwa sababu kuna sawa nakuwa critical. Na nyingine ambayo naweza nikaangalia ni Russia, RT. Naweza nikaangalia. Sasa hawa wa Al Jazeera ndio waliotoboa hapo kwenye kipindi chao kinaitwa Inside Story. Wakasema hii vita ya Ukraine hii inapelekea kuingia kwenye New World Order, mpango mpya wa ulimwengu. Ina maana kila wakati mikakati ikifeli, jamaa wanaibua mkakati mwingine. Kwa hiyo na hii wanahitaji kuitumia. Ndio maana yule mzee ambaye tunamsema hapa sana Putin ameamua kuwa jeuri mpaka mwisho. Kwa sababu kwenye speech zake nyingi anaonekana kupinga hiki kitu. Anapinga. Kwa hiyo anapambana kweli kweli. Hatujui inakwendaje. Lakini sikiliza hiyo wanavyosema Inside Story Al Jazeera. Mwandishi wake anasemaje? Huyo sio mtu wa dini, lakini anataja kitu hicho hicho. Unaweza ukaplay sasa. The war in Ukraine is shaping a new global order. As the fighting escalates, global powers are said to be considering their future options. But what will the foundations of this new order be? And will Western values still prevail? This is Inside Story. The war in Ukraine is shaping a new global order. As the fighting escalates, global powers are said to be considering their future options. But what will the foundations of this new order be? And will Western values still prevail? This is Inside Story. Action ya kipindi chake hapo. Anasema hii vita Ukraine inatutengenezea njia ya kuingia kwenye New World Order. Kwa hiyo unaweza ukaona kama ni vitu vya kutengenezwa, lakini sijui kama upinge ushahidi wote nilioutoa itakuwa una shida hapa. Nimekuanzia Bush miaka ya 90 na tumesogea taratibu Barack Obama. Tumekuja tumemwona nani mwingine jamani? Joe Biden. Umesikia mpaka mzee Gaddafi alikuwa anapinga hicho kitu. Umesikia Al Jazeera nao wanaeleza sema tunapelekwa mahala fulani. Sasa haya maunabii yote yasikia alafu usielewe.
Yerusalemu kabla haijaangamizwa mwaka wa 70 AD, Yesu alitabiri akasema kwamba itaangamizwa, na akatoa maelekezo yote itakuwaje. Mwandishi wa historia anaitwa Josephus anasema hivi: Wakristo walioisikia sauti ya Yesu akiwaonya kwamba saa ikifika mkiona Yerusalemu imezingirwa, walioko mashambani wasirudi. Na anasema na yule ambaye yuko pale nyumbani asiende darini kuchukua kitu chake, na kama yuko darini asije akashuka, kila mmoja aondokee huko. Anasema wote waliotii hiyo, hakuna aliyekufa hata mmoja. Lakini kabla Yerusalemu haijaangamizwa, Mungu alitanguliza maonyo ya ajabu mengi sana. Joseph anasimulia, nimeyakuta kwenye kitabu cha Great Controversy kwenye sura inayosema Destruction of Jerusalem. Anasema moja ya maajabu, usiku moja makuhani wakiwa wako katika hekalu wanaendelea na ibada zao, waliona picha kama ya projector ya kwetu sasa hivi hapa ikipita ukutani, na wakaona magari ya kivita yanapita. Lakini kuna wakati walisikia kelele zinasema na tutoke, na tutoke, na tutoke. Lakini kama haikutosha, kuna mtu mmoja alionekana anapita Yerusalemu hapo mjini hapo kama kichaa. Ametajwa na waandishi wawili, Ellen White amemtaja, ametajwa pia na Josephus, mwandishi wa kihistoria wa Kiyahudi. Anasema huyu mtu alikuwa anapita kama kichaa, hana pa kulala, nguo zake ziko ovyo ovyo, lakini alikuwa anapita anawaambia watu, ole 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 ole, Yerusalemu itaangamizwa, Yerusalemu itaangamizwa, tokeni tokeni. Hakuna watu waliomsikiliza, wakasema ni kichaa. Na inasemekana alikamatwa, alikuwa kwamba ni kero, wakamkamata. Walivyomkamata, wanasema wakati majeshi ya Kirumi yanakuja kuvamia, baadhi ya wanahistoria wanasema huenda alifia ndani gerezani, lakini kama alikuwa ni malaika labda alipotea. Kwa hapa unaona kuna maonyo ya ushahidi mwingi hapa. Ni ili kwamba kama hutaelewa cha George W. Bush, utaelewa Barack Obama akisema. Kama hutaelewa hao wote, Al Jazeera nayo ni televisheni ya Kiislamu. Maana mengine naweza kusema hawa wachungaji mnatafuta vipointi vya kubananisha ufunuo humo ndani. Unanielewa eh? Sasa tubananishe mpaka Al Jazeera. Yote ni maonyo unapewa kwamba saa imefika, anza kuchunguza umesimamaje. Haleluya. Ngoja tunaongea na askofu hapo muda si mrefu. Hii sio zama ya kuanza kusimamia tu itikadi zako za kidhehebu. Angalia neno. Maana mwili utaanza kugombania, mimi naamini hiki na mimi naamini hiki. Haikupeleki popote. Hoja neno linasemaje? Kuna kanisa la Mungu ambalo linaonekana kwa macho na kuna kanisa la kiroho ambalo halionekani. Wewe uko upande gani? Ili umekaa chini ukaanza kuiangalia Biblia yako vizuri, ukasema hivi, hiki ninachokiamini, hiki ambacho ninakishikilia kipo hapa? Kama hakipo katika Biblia, fuata Biblia. Muda si mrefu dunia inaangamizwa. Wewe utakuwa upande gani? Mungu atusaidie sana. Mwanzo 11:1. Kwa nini huu moja tunajaribu kupiga vita sana? Sababu ziko wapi? Mwanzo 11:1. Maana unaweza kusema mchungaji, sasa watu wakiungana tukiwa na amani, kuna mgogoro gani? Kwani kuna shida gani? Mnamkumbuka Kardinali Ratzinger? Alianza akasema hii ndio staili ya mpinga Kristo. Mnakumbuka eh? Ratzinger ameonya, ila sasa hivi amestaafu. Na hapo kwenye kustaafu hapo mimi sijasema. Mwanzo 11:1 anasema kwanza watu wote duniani walikuwa na lugha moja na walitumia maneno yale yale. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Basi ikawa, fungu la pili, watu waliposafiri kutoka mashariki walifika katika nchi tambarare huko Shinar, wakakaa. Wakasema, fungu la 4, na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kitafika mbinguni, ili tujipatie jina, tusije tukatawanyika duniani kote. Vitu viwili vizingatia hapa. Naomba unitazame vizuri. Ninamnukuu Ratzinger kule mwanzoni alichokisema. Akasema hivi, mkifanya hii ni sawa na jaribu la Yesu. Nakumbuka kwamba ukinisujudia nitakupa mali zote.
na akamwambia mpinga Kristo atakuja kwa staili hii akiahidi amani ya dunia na usalama. Akawaonya. Kwa nini huu umoja unatiliwa mashaka? Unatiliwa mashaka kwa sababu huko nyuma umoja mwingi uliofanyika wa staili hii ulienda kinyume na Mungu. Hao wa mnara Babeli, cha kwanza wanasema, jambo la kwanza kabisa anasema, na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kitafika mbinguni ili tujipatie jina. Ukiona maonyo ya Paulo ya siku za mwisho, anasema watu wa siku za mwisho watakuwa, wanataja sifa zao, anasema wenye kujipenda, wenye kiburi. Na kama unaangalia mitindo ya dunia, muziki, kila kitu, yani kwa ujumla wake, tunatengenezewa jamii ambayo ina hali ya kujipenda wenyewe. Ndio unasikia wanamuziki katika mashairi yao wanayoweka ni superstar, mimi superstar, mimi fulani, mimi fulani. Yaani katika mashairi yote yana umimi. Na wakitoka hapo, kama anahitaji kuonyesha kwamba ana mali, anaonyesha, ananunua kama ni gari, jumba la maana. Yaani siku hizi wasanii sifa ni kupiga picha kwenye jumba la maana. Yaani huo umimi. Mnaoangalia sports mtagundua ya kwamba kuna saa mnaonyeshwa maisha ya wachezaji yalivyo ya ufahari, mpaka mwenyewe unatamani, unasema ningeishi maisha kama haya, ambaye tusielewi kwa nini bado huenda na kipaji kikuu na Mungu anamlinda. Hawajaelewa vizuri, lakini jamaa na nguvu kubwa, japo iko kinyume na wao katika upande wa mpira, ni Ronaldo. Sijaelewa kwa nini. Sijui wanamshindwa kwa sababu ya kipaji chake au ni Mungu anamlinda, mimi sielewi, lakini ana misimamo ya kivyake. Siku moja kwa sababu unajua wale jamaa wakihojiwa, akiweka tu fulani tangazo la kibiashara, na hiyo ni millions za dola. Jamaa alivyoambiwa utaweka soda mezani, akasema siwezi kutangaza upuzi. Hivi hapa sijawafundisha kuhusu soda deadly. Kwanza chupa na vijiko, na kama sijakosea sio ni 12 vya sukari na kuzidi, inashusha kinga zako kila ukinywa, inaleta urahibu. Ndio sababu kuna wakati fulani hivi unasikia kunywa soda hadi kuna kakitu hapa hivi. Na walivyo huwezi kuwashtaki kabisa. Kuna watu fulani kule Uingereza nadhani waliunda chama chao, wakaamua kwamba wafungulie mashtaka kampuni ya Coca-Cola. Huwezi kuwashtaki. Kwa nini huwezi kuwashtaki? Kuna sababu nyingi. Moja wapo, watakwambia kwani tulikuambia unywe soda ili nini? Maana kwenye matangazo yao hawakuambii naongeza vitamini gani. Hata huwezi kuwafunga, ni wajanja, hawasemi. Wanakuambia kiu yako. Au unaandikiwa onja msisimko, mpeleke mahakamani. Kwa nini mimi nisemaje? Nilimwambia aonje msisimko. Kwa hiyo huwezi kumbana. Sasa Ronaldo ni chuma ambacho nakikubali kwenye misimamo hiyo. Wakafanya kwa hila, wakaweka zile chupa pale wakati anakwenda kuhojiwa. Mwanaume alivyokaa kwenye kiti, akaziona, akazitoa mbele ya kamera, akaweka maji. Alafu kwa kuwaonyesha kwamba anakubali maji, akafungua, akapiga starter. Na nilimwona sehemu moja anahojiwa, watoto wangu hawa wanasema ninawapa uhuru, siwalazimishi, lakini ninawaambia kwamba hii ni sumu, waamue wenyewe. Mimi sielewi. Sitaki kuingia kwenye muziki wa kizazi kipya. Kuna vituko vingi humo, viko vingi humo vya wanamuziki ambao siku nyingine kwa neema ya Bwana tukirudi tutaona jinsi ambavyo katika miziki walioweka humo wanamsifia shetani bila kujua. Moja ni wimbo maarufu wa Rihanna, My Umbrella. Kwa ukiona humo unaweza ukafikiri ni Mungu, ni entertainment ya kawaida, lakini anasifiwa shetani humo ndani. Ukiwa kwenye rock music kuna vitu kama Rain Man. Huyo Rain Man huwezi kumjua, ni Baal
Baali ni mungu mleta mvua, alikuwa anaaminika hiyo. Kwa hiyo kuna nyimbo za Rain Man karibia 10 kwenye R&B, kwenye reggae music, kwenye hip hop, kwenye rock music, zote unajiuliza huyo Rain Man ni nani ambaye anaimbwa katika staili zote, country music zote. Akawa anahojiwa bwana mmoja ambaye ni kati ya wanamuziki wa country music mkubwa sana, anahojiwa na mzee. Ni mzee anahojiwa, anaambiwa, vipi, mbona umesikika ukisema mara kadhaa ya kwamba umeiuza nafsi yako? Akasema ndio. Wakati anajibu hivyo, anaangalia chini. Ile bwana akambana, akamwambia, umeuza kwa nani? Anasema kwa mkuu wa dunia hii. Akamwambia, mkuu wa dunia hii ni nani? Akamshangaa, akamwambia, wewe hujui? Humjui Mungu wa maeneo ya chini ardhini? Sasa ndio nakuta kijana bila kujua amevaa t-shirt nzuri kabisa, hapa mbele ina chata ya fuvu na mifupa, alafu mkute ni shemasi kanisani anapanga viti. Unajiuliza sasa unatangaza nini? Maana hapo ni skull and bones, lakini kwenye Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, ametajwa kama malaika anaitwa Abaddon, mungu wa kifo. Walikuwa wanamwamini hivi. Hapo ndipo dunia ilipo. Unajua kuna sana katiza barabarani, naona watu wamevaa nguo, unatazama. Na jamaa nilikuwa nasoma habari kuhusu nguo, wanasema wamedhamiria kusambaza nguo zao duniani na kwa bei ya chini ili watu wanunue. Anasema ili wazoe kuona hizo picha. Ukifika pale bei rahisi kabisa, mtu ananunua pap. Kwenye mtumba unauliza buku jero. Hata uangalie huko nyuma imeandikwaje na hapa imeandikwaje. Unasonga mbele na. Sasa huu mnara wa Babeli huu ulitengenezwa ili kwenda kinyume na Mungu. Na lengo la hawa pia ni kwenda kinyume na Mungu. Kiukweli huko tunakoenda target yao, ibada ya kwa Mungu itaondolewa. Ndicho anachokitaka. Na Danieli aliwahi kutaja kitu kama hiki, anasema mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Yaani ibada kwa Mungu mwingine, ibada ya Mungu halisi itatolewa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 anasema, kisha nikamwona malaika mwingine anaruka juu angani akiwa na habari njema ya milele ya Mungu, aitangaze kwa watu waishio duniani, kwa mataifa yote, makabila yote, na watu wa lugha zote na rangi zote. Hapa ndipo nataka uweze kusikia sentensi kadhaa kabla sijaenda mbele. Anaanza kusema kisha nikamwona malaika. Neno malaika maana yake ni mjumbe. Kwa usije ukasubiria kwamba kuna siku utaona malaika anapita hapo juu na mabawa yake makubwa anawaambia watu nimewaletea injili. Yaani hivi unavyosikiliza ndio malaika anaongea hivyo. Anasema ana injili ya milele, ana habari njema ya milele. Maana yake ni nini? Kila mtu anayejiita mfuasi wa Kristo lazima afundishwe habari njema. Evangelioni ilikuwa inatumika wakati ule West Africa, wakati watu wanasubiria ngano wakati wa njaa. Meli inapokuja yenye ngano, walikuwa wanatumia neno la Kiyunani, wanasema evangelioni, yani maana yake habari njema. Na sisi habari njema ni ipi? Ni kwamba kupitia Yesu Kristo wote tunaomkubali na kumwamini tunahesabiwa haki, dhambi zetu zinafutwa. Tunapewa neema ya kusimama sasa, tunapewa neema ya kuingia katika uzima wa milele. Watu wakitangaziwa hili, cha kwanza ndio msingi wa kwanza wa injili. Malaika wa kwanza haanzi na stori zingine, anaanza na hoja ya kwanza, kuwatangazia watu ya kupitia Yesu unapata msamaha wa dhambi, kupitia Yesu unapata ushindi wa dhambi, kupitia Yesu unaingia mbinguni. Ukiamini hili kwanza, ndipo mengine yanafuata. Yaani ikatokea ukaamini mengine kabla ya kuamini wokovu, wewe utakuwa tu ni
misimamo mikali, lakini sio mtu aliyeokolewa kikweli kweli. Anasema kaiangazia dunia yote, naye akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imefika ya kutoa hukumu yake. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na dunia na bahari na chemchemi za maji. Sikiliza vizuri hapa, anarudisha ibada kwa Mungu. Nimekuambia ibada kwa Mungu itaondolewa, na hapa anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Mpinga Kristo ataleta dhana ya kuinua sayansi, ya kuinua falsafa, ya kuinua watu maarufu. Lakini anasema ninyi ambao mmempokea Yesu Kristo, mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nini na nchi. Askofu akaongea hapa, nafikiri ni wakati wa ile ibada ya kwetu ya mchana, kwamba hivi wewe unasema huna muda wa kuja kusali, huna muda wa kuabudu. Mungu amekupatia siku ngapi? 6. Yeye akasema moja tu njoo katika ibada. Na mojawapo ya sababu kubwa ya Mungu kuambia watu wamwabudu katika siku ya 7, moja ya sababu ni kumtangaza yeye kwamba ni muumbaji. Hakuna muumbaji mwingine yeyote. Mpinga Kristo anakuja anasema watu wote inueni sayansi. Wacha Mungu anasema tumeumbwa na Mungu aliye hai, kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunapiga magoti. Hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa yeye. Mcheni Mungu na kumtukuza. Haleluya. Muabuduni yeye aliyeumba mbingu na dunia, bahari na chemchemi za maji. Kwa nini? Miungu ya kwao ya zamani, kila mungu alikuwa na kazi yake. Kuna mungu wa bahari, kuna mungu wa mito, kuna mungu kazi yake ni mazao. Lakini anapokuja hapo anasema aliyeumba vyote ni mmoja. Haleluya, haleluya. Ndicho ambacho kinasemwa. Na mwisho wa wakati tunavyoelekea sasa, changamoto kubwa, watu watachepusha ibada. Vita kubwa itakuwa ni vita ya ibada. Unaposoma kwenye Ufunuo, unapoongelea habari ya Armageddon, usije ukadhani kwamba ni vita ya mtutu. Wengi wameanza kutafsiri unabii vinginevyo, wanakuambia Urusi itavamia Israeli na ndipo watapigwa. Hakuna, ni vita ya ibada. Anasema mto Euphrates itakaushwa. Tumejifunza kiunabii maji mengi ni watu. Kwa hiyo watu wengi watakuwa wameshakamatwa, hakuna wapinzani tena, watabakia wachache. Na katika kubakia wachache ndipo watu halisi wa Mungu wataonekana wakati huo. Haijalishi watatokea madhehebu gani, Bwana atawaita watu wake. Kila mahali walipo atawaambia unganeni, muwe kitu kimoja, maana saa imefika ya kudhihirisha ya kwamba mwisho yatabaki makundi mangapi? Mawili tu, wanaompigia magoti mpinga Kristo au wanaomcha Mungu. Angalia fungu la 8 Ufunuo sura ya 14. Naye akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imefika ya kutoa hukumu yake. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na dunia, bahari na chemchemi za maji. Fungu la 9. Malaika wa pili alimfuata huyo wa kwanza akisema, ameanguka naam, Babiloni mkuu ameanguka, Babiloni ambaye aliwapa mataifa yote wainywe divai yake, divai kali ya uzinzi wake. Tutafsiri tena hii. Divai kibiblia, kiunabii ni mafundisho. Babiloni ambaye anatajwa hapa au Babel ni huu mfumo wote wa umoja wa makanisa na kiongozi wao, akiwemo huyu mnyama wa kwanza pia ni Babiloni. Wako pamoja, wamechangamana. Anasema wamewanywesha watu mvinyo, yani mafundisho ya uongo, nao wakayaamini. Lakini anasema huyu hakuishia tu kuwanywesha hapo. Sikia maneno haya, anasema aliwapa mataifa yote wainywe divai yake, divai kali ya uzinzi wake. Unapoona katika unabii au kwenye Biblia panaongelewa neno uzinzi, sio uzinzi kabisa wa kivitendo wa kimwili, ni ibada ya miungu mingine. Ndio maana Israeli alipoenda kuabudu miungu mingine, Mungu akasema sikukupa talaka, mbona umeenda kwa mwanaume mwingine? Anamaanisha mbona umeenda kwa miungu mingine. Hiyo ndio ambayo inatajwa hapa. Kwa hiyo katika mfumo huu watu watalazimishwa kuabudu kitu ambacho hakipo. Fungu la 10 anasema
Yeye mwenyewe, mtu ambaye ataendelea na hiyo, yeye mwenyewe atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu, Babiloni mwenyewe, ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu huyo ambaye atamtii Babiloni atateseka ndani ya moto wa madini ya kiberiti, mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Fungu la 11, moshi wa moto unaowatesa hupanda juu milele na milele. Watu hao waliomwabudu huyo mnyama na sanamu yake na kutiwa alama ya jina lake hawatakuwa na nafuu yoyote usiku na mchana. Fungu la 12, hivyo ni lazima watu wa Mungu, yaani wale wanaotii amri za Mungu na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Inataka uvumilivu. Hebu niambie, mfumo wa fedha utakapoharibiwa, hakuna mambo ya cash tena. Unaumwa, unaenda hospitali, unaambiwa kuna mfumo maalum na wewe umesema mimi siutaki. Ndipo hapo sasa wako watu watakaopona kwa maombi, maana haitafanya kazi tena mifumo ambayo tumeizoea. Hapo ndipo tutaona miujiza ikifanya kazi. Rafiki yangu liyeko hapa, kabla sijaenda mbali, kama una swali lolote uliza kabla hatujamalizia mafungu machache yaliyosalia. Kama kuna mtu katikati yetu ambaye anasema mimi nina swali, hivyo ni lazima watu wa Mungu, yaani wale wanaotii amri za Mungu na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Uvumilivu ndio unaotafuta. Kila kitu kitaharibika, kila kitu kitavurugwa, mambo yatakuwa sio, uchumi utatikisika, na kuna baadhi ya magonjwa ambayo yatakuja ambayo hata utashangaa tiba yake. Wale ambao wanaweza kutunza baadhi ya vitu vyao watunze, lakini nataka kuwaambia watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookolewa. Yesu anakuja kuyamaliza yote haya ili tuingie kwenye makao ya amani. Ukabidhi Mungu maisha yako yote uliyoyasikia, ukayafanyie kazi. Usiwe msikiaji wa neno, lakini ukawa mtendaji wa neno. Nenda kayafanyie kazi, yaingize katika vitendo. Sikiliza sauti ya Mungu ndani yako. Kile ambacho Mungu atakwambia kukifanya, ukakifanya. Ndiyo maana ya mambo kama haya. Lakini kumbuka, aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Yesu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Tukiwa naye sisi ni zaidi ya washindi. Elisha akamwambia mtumishi wake, nenda ukaangalie, walio upande wetu ni wengi. Kwa ushindi huu mkubwa, saa hii ya mwisho ni saa ya kufanya maamuzi. Ni saa ambayo natakiwa wewe kuamua mwenyewe bila kutafuta msaada wa mtu mwingine. Maana saa ikifika hutasimama na mtu, utasimama wewe kama wewe. Mkubali Yesu katika maisha yako. Kubali kumtii Yesu. Kubali kufuata neno na sio kufuata watu. Fumba macho yako. Baba, katika jina la Yesu, asante maana umekubali kutufunulia siri hizi. Nachokuomba ni kwamba baadhi ya watoto wako walioko hapa watakuwa na hofu fulani ya kuchukua hatua. Wape ushindi. Wasaidie ili ile hofu ya kusita iondoke. Wapate ujasiri wa kusonga mbele. Wengine najua kabisa itawalazimu kuondoka hapa mjini. Huko watakakoenda, endelea kuwatunza. Waonyeshe makimbilio. Wengine watabaki hapa ili kutangaza habari njema. Uwalinde na yule mwovu. Ninakusihi Mfalme, ukawapatie afya njema. Magonjwa yoyote ambayo adui anayapandikiza yasikanyage katika mlango wa Mwisraeli. Wakwako wawe salama.
watunze na ulinzi wa mbinguni, kama vile Ayubu ulivyomzunguka hadi shetani akasema umemzingira, ukawazingire watoto wako. Wanapopitia ugumu wa aina yoyote, wasemeshe katika sikio la ndani ya kwamba jipe moyo, mimi niliushinda ulimwengu. Duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Ninakuomba walioko hapa, yeyote ambaye mkono wake alinyosha kwa ajili ya jengo hili, ukapate kumbariki. Mkumbuke kama ulivyomkumbuka Mshunemu. Mkumbuke kama ulivyomkumbuka mwanamke mjane. Mkumbuke kama ulivyomkumbuka Dorcas, na wengine ukaongezee baraka zaidi. Tunatamani tukija kwenye semina nyingine hapa, ili jengo limeisha kwa utukufu wa jina lako. Kuna wagonjwa wako hapa, wakapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Wakiondoka hapa, maumivu yao yamepotea. Kuna wengine wanawaombea ndugu zao walioko mbali, wakapigiwe simu wakiambiwa na mwisho wa yote utukufu ukurudie wewe. Neema yako inatosha, maana yeyote aliyeko hapa hatapotea hata mmoja, ikiwa ataendelea kushikilia wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tumesikia